Lakini sasa moja kwa moja niingie katika salamu za viongozi, na kabla sijagusa nukta hiyo, mtambue uwepo wa Sheikh Ali Kwakwadu ambaye ni katibu wa kata Charambe. Ameongozana na msafara mkubwa tu wa viongozi wakubwa shuyukh ambao wametakaraji Misri huko, wengine wa halum magara, muda hutoshi. Salamu za viongozi nitaanza na mwenyekiti wetu katika mambo ambayo tumeshirikiana baraza hili na hadhara hii leo kupendeza hivi. Miongoni mwayo waliosababisha ipendeze ni wenye viti wetu wa mitaa 6 hii katika kata hii ya Kiburugwa. Katibu wetu miongoni wa wenye viti wa serikali za mitaa, Sheikh Malibiche, njoo hapa utoe salamu kwa niaba ya wenye viti wote wa mitaa 6. Sheikh Malibiche, karibu popote ulipo, haraka sana ili twende na muda. Saa 5:30 jambo hili natakiwa liwe limekwisha. Lakini wakati nakuja kutoa salamu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamani, kwa majina kama nilivyotambulishwa, naitwa Suleimani Kasimili Malibiche, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, lakini katika nafasi yangu nyingine ni katibu wa wenye viti. Sisi wenye viti katika vitu ambavyo tuko mstari wa mbele ni swala zima la kushirikiana na BAKWATA katika hali yoyote. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni mwenyekiti miongoni mwa mitaa yetu 6, lakini pia ni katibu wa wenye viti wote katika mitaa 6. Katika miongoni mwa salamu ambazo tunakusudia kuzitoa, tunaye ndugu yetu Sheikh Pazi, diwani wa kata Mbagala. Huyu amefanya mambo mengi, hata mimi mwenyekiti ambao nimepewa wa walimu wa madrasa kata Mbagala nimepewa na yeye, na kazi yangu pia ameiona yeye, atakuja kuithibitisha. Njoo toe salamu na uthibitishe hilo. Sallallahu alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika Sheikh Mahege amenipa kazi nzito ya kuthibitisha jambo ambalo tayari watu wanaliona. Sasa kihakika sithibitishi mimi, bali watu wanathibitisha hilo kwamba hakika wewe ulikuwa na bado umekuwa. Kwa hakika kazi kubwa umeifanya Mbagala na mpaka umekuwa shekhe wa kata. Wakati huo Sheikh Mahege anakuwa kiongozi wa walimu, mimi nikiwa ni katibu wa BAKWATA kata ya Mbagala. Na hakika tulishirikiana vyema mpaka mimi naenda kuwa katibu wa kadhi, lakini yeye akaja huku kuwa ni katibu wa mashekhe. Kwa hakika maiki hii nimeshika kwa ajili ya kutoa salamu, ila nikumbushe tu mara yangu ya kwanza kusimama katika viwanja hivi Sheikh Mahege nikiwa na umri wa miaka 6. Sijui nikwambie, unanielewa hivyo? Mara yangu ya kwanza kusimama katika viwanja hivi nikiwa na umri wa miaka 6. Kwa nini nasema hivyo? Nilisimama katika hadhara kama hizi nikiwa mtoto mdogo tu, mtoto wa madrasa. Kwa maana ninazungumza haya, wengi tuliohudhuria hapa ni walimu wa madrasa. Na mimi kwa bahati nzuri hapa mimi ni mwenyeji. Unajua Sheikh Mahege, madrasa yangu ipo pale. Madrasa Shamsia ndio nilipotokea. Hao unaosikia kina mama hao ndio wenyewe wanaoitika hao. Kwa hiyo hapa mimi niko nyumbani. Na mara nyingi ninapata wasiwasi, sina hata la kuzungumza, kwa maana najikuta niko mbele ya walimu wangu. Na hakika hao ndio walionifunza mpaka hizi vurugu unazoniona hapa, na uwezo wa kusimama mbele za watu kwa kipindi hicho cha miaka 6. Kwa hiyo ninaposema hivi walimu, kwa maana tuzidishe zile juhudi ambazo za kuwasomesha watoto wetu wadogo wale mpaka kufikia hatua wanayofikia. Kwa hakika juhudi hizo mnazozifanya ni kubwa. Kwa hakika tunatambua sisi ambao pia mlotulea mpaka kufikia hatua hii kwamba tumetokea wapi. Kwa kitu ambacho mimi ninachokijua,
hakuna mwalimu aliyewahi kufa na njaa. Na sisi kwa kuwa ni wanafunzi wenu, watoto wenu, zidisheni kuwasomesha watoto wetu, au tuzidisheni kutusomesha. Kwa hakika na sisi mlotupa hizi baraka zenu, au mlotupa baraka za kuwa hapa tulipofika, basi walillahi alhamdu, tutajitahidi kushirikiana na nyinyi kama alivyosema shekhe. Siku tukisikia mwalimu yuko polisi, basi na sisi ndio tutakuwa mstari wa mbele katika hilo. Wa hadha, salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, huyo ndio Sheikh Pazi. Sheikh Pazi, usikae kwanza, usikae. Wewe umesoma pale kwa Sheikh Ashiri, yule kule, yule mwisho kule, yupo mwisho pale kwa Sheikh Adam Mikidadi. Fanya jambo kwanza Sheikh Ashiri, assist yeye. Naam, haya, fanya jambo kwenye kofia. Sheikh Ashiri, usikae bwana, simama mzee wangu. Alhamdulillah. Sallallahu alayhi. Naam, miongoni mwa salamu ambazo tunakusudia kuzitoa nao ndugu zangu mashekhe wa kata wilaya ya Temeke, wote wako hapa sasa. Kwa salamu, Sheikh Mkumba utatoa salamu dakika moja kwa niaba ya mashekhe wote wa kata, dakika moja ili tuende na muda. Saa 5:30 hadhara yetu imekwisha. Sallallahu alayhi Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisimamishwa nitoe salamu kwa umumi wa mashekhe wa kata wote. Salamu ndio hiyo tumetoa, lakini pia niwahusia mashekhe wa kata wenzangu, Mheshimiwa Mufti ametupa dhamana hii, ametuamini kwamba sisi tunatosha katika nafasi hizi. Nilipatapo kusema maneno katika moja ya hadhara, nikasema tutumieni muda vizuri. Mashekhe wa kata wenzangu, huu ni muda tu, tusijidanganye, tutumieni muda vizuri. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Naam, hizo ni salamu, tutumie muda vizuri. Sasa nigeuke nende kwa viongozi wetu wa serikali. Nianze na mgeni wetu maalumu. Mgeni rasmi hapa ni naibu kadhi Sheikh Ali Ngeruko, ambaye amepata udhuru na amemleta kijana wake Sheikh Muhammad Mwelekwa. Yeye ndiyo anayewakilisha nafasi ya mgeni rasmi ambaye alikuwa ni Sheikh Ali Ngeruko, naibu kadhi taifa. Sasa baraza, upande wa serikali, tuitumie nafasi vizuri. Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili la Mbagala, Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA Kiburugwa, usisimame kwako, linafanya kazi kwa ukaribu sana na serikali, na wewe mwenyewe umeshuhudia hilo. Hata kama yalipita mambo madogo madogo, lakini umeshuhudia sisi tulivyopambana. Hayo mengine yalikuwa tu kutaka kuharibu mambo, lakini sisi tunafanya kazi bega kwa bega na serikali bila shaka yote. Sasa miongoni mwa mipango ambayo tunayo katika baraza letu, tuliwahi kukwambia kwamba tunahitaji tupate sehemu ya ofisi yetu maalumu, ambayo katika kata ya Kiburugwa yapo maeneo ya serikali yaliyokuwa wazi. Tuliwahi kuliomba hilo, lakini pia kata ya Kiburugwa kuna sehemu nyingi zinauzwa kwa bei rahisi. Hivyo basi, kwa pamoja, kwa niaba ya shekhe wetu wa wilaya ambaye kawakilishwa na katibu wake, tunakuomba baraza hili, kuna sehemu inauzwa shilingi milioni 10 tu. Sihitaji ipo sehemu gani, kwa sababu watu wataifata ili wakaichukue wao, na sisi tunaitaka ili baraza iwe na ofisi yake inayojitegemea, kwa sababu leo tunapanga, mwisho wa siku nakuta baraza linadaiwa miezi 6,
miezi 7 hatujalipa kodi, tunadhalilika. Na kwa nini tudhalilike wakati sehemu tunazo? Kwa nini tudhalilike wakati viongozi tunao, alafu maeneo yapo bei rahisi? Hivyo basi, kwa pamoja, kwa niaba ya Sheikh wa wilaya, tunakuomba Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA Kiburugwa, kuna sehemu inauzwa shilingi milioni 10 eneo, bimaana kuna banda bovu, sisi tunasema ni kiwanja tu. Hivyo tunakuomba ukapambane namna ya kupambana kwako, sisi ili eneo tulipate kwa ajili ya kuweka ofisi yetu, iwe nikifa mimi basi wakija wengine warithi waendelee, nikitolewa mimi basi waje wengine waendelee, lakini kuwe na ofisi maalumu kama ilivyokuwa serikali. Leo na ofisi yake ya kata hapo, wanabadilika madiwani, lakini ofisi ipo hapo. Lakini sisi mashehe wa wilaya, mashehe wa kata, unakuta tunabadilisha frame, leo frame hii, kesho frame nyingine. Ili jambo kwa upande wetu wa BAKWATA sasa hatulihitaji tena. Hivyo tunakuomba kwa heshima na taadhima, hii sehemu tuweze kuipata. Utajua wewe namna ya kupambana, na nina imani kwa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa baraka ya mabwana waliokuwepo hapa, na imani Mwenyezi Mungu atakuwezesha na atakupa nguvu kuweza kulipata sehemu hiyo. Muda hatukwambii, ila tutakupa maiki baadaye uweze kulisemea hiyo. Kikomo, tutumie muda. Mheshimiwa Diwani, Baraza Kuu la Waislamu kata ya Kiburugwa, miongoni mwa changamoto zake kubwa ni kodi. Mimi kama mimi huwa sipendi mara shehe wa kata kodi huku pa kuitafuta hakuna, alafu tunakupigia simu tunaomba bwana tusaidie kodi ya miezi 3. Hili jambo pia upande wa kwangu mimi silipendi. Hivyo basi, kwa nafasi hii ambayo tunayo, tunakuomba Mheshimiwa Diwani, kwa pamoja tumekaa tukaona nini tufanye. Cha kufanya sisi ni kupata mradi mdogo tu wa kuweza kuliendesha baraza letu katika mambo mengi tu. Hata maulidi hii, laiti kama tungekuwa na mradi maalum, ilikuwa tunapanga tuchukue milioni 3 tufanye hadhara yetu, zingine tutaongezea kwa mbunge, zingine kwa manani, shughuli itakwenda. Hivyo basi tunakuomba Mheshimiwa Diwani, tumeplani kuweka mradi katika ofisi yetu kwa ajili ya kuendesha ofisi yetu ya BAKWATA. Mradi gani? Mradi mdogo tu, gharama yake ni shilingi milioni 5 tu. Tutakuwa na uwezo wa kukodi frame na kuweka duka la vyakula. Duka hili la vyakula litakuwa linaendesha ofisi yetu sisi. Tukiwa tunahitaji umeme tunachukua pale, tunahitaji kurekebisha ofisi yetu tunachukua pale. Shehe wa kata anataka kwenda siku hii Kinondoni, nauli tunachukua pale. Shehe wa kata anataka kwenda kwao ofisini, tunachukua nauli kwenye mradi wetu huo. Mradi wa duka la biashara, duka la vyakula, gharama yake ni shilingi milioni 5 tu, sio nyingi sana. Hivyo basi, kwa salamu hizi za baraza ambazo nimezisema, ndugu yangu Firdaus anatikisa kichwa na ameshafunga goli kwa assist iliyopigwa na katibu wangu, anafikiria kutaka kuja kupiga tena. Au katazi Firdaus, njoo tu, mimi ndugu yako bwana. Naam. Sasa Mheshimiwa Diwani, nikupe maiki hii, maombi ambayo tumeyaomba kwako, alafu pia ulisemee kama wewe binafsi la kwako. Baadaye maiki hii umkaribishe Mheshimiwa mbunge, na yeye pia atoe salamu zake. Baadaye salama atakuwa na mwandaa ambaye ni mgeni rasmi, Sheikh Muhammad wa Mwarekwa. Hadhara yetu itakuwa inakomelea hapo. Kaka yangu Sheikh Rashid Diwani Machichali, njoo chukue maiki hii sasa, useme maneno ya kusalimia. Wewe ni kijana na unajua kuchunga muda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana, kwanza Sheikh Maege, hilo jambo liliongea nimelipokea na nitalifanyia kazi. Kwanza mimi nashukuru, mimi sio mgeni rasmi. Nashukuru kwanza Waislamu wenzangu kwa kuja kwa pamoja hapa kwenye hadhara hii
ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa kwa pamoja hapa, na sio kwa uwezo wa kwangu mimi kama shehe aliyosema katibu. Maana yake majambo yote yanakuaga na ushirikiano. Bana, ushirikiano ulianzia kwa diwani wa kata ya Mbagala, tumeshirikiana kwa pamoja, ndugu yangu Pazi, na mbunge wa jimbo la Mbagala kakaangu Kakulu pale, na mashehe wa kata ya Kiburugwa. Naamini hata kuna viongozi wengine wa kata nyingine ambao walioshiriki hapa kwa pamoja kwa ajili ya kuliendea hili jambo. Hili ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zanguni, mimi sina maneno mengi ya kusema zaidi ya hili jambo lilofanyika. Sheikh Mahege umekurupuka kidogo. Msicheke. Mimi natumaini hapa kulitakiwa kuwe na watu wengi sana, si ndo maana yake? Maana kukurupuka kwake yeye sio kwamba kakosea, maana yake ilikuwa jambo la haraka, na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwaka ukipinduka, naamini jambo litakuwa limeenda vizuri, litakuwa na ratiba nzuri, naamini jambo litakuwa limefana vizuri. Kwa kusema hayo, mimi sina jambo lingine zaidi ya kusema asanteni sana. Hapa nimkaribishe mbunge wa jimbo la Mbagala naye aweze kuongea maneno mawili matatu. Rashidi. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu yangu Rashidi, diwani wetu mwenyeji wa hapa, ndugu Abdul Karim Hamis Pazi, diwani wetu wa kata yetu ya jirani hapa, kata ya Mbagala, mashehe wote mlioko hapa, na viongozi wengine wa kutoka maeneo mbalimbali. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo, kwa sababu bila baraka zake na rehema zake tusingeweza kufika hapa kukutana na tukiwa na furaha kiasi hiki, kuja kujumuika pamoja katika hadhara hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa afya njema na kwa kila jambo lililotokea hapa. Shehe wetu wa kata, Sheikh Mahege, tunakushukuru kwa kutupa heshima ya kutualika kwenye hadhara hii. Sisi kama viongozi wenzenu tuna wajibu pia wa kujumuika nanyi katika kujenga na kuimarisha Uislamu. Mwenzangu Pazi, Sheikh Pazi, mimi nilikuwa sijui bwana kama naitwa Sheikh Pazi. Hongera sana Sheikh. Na mbona hujawahi kunidokeza bwana kwamba wewe ni katibu wa kadhi bwana. Kina hongera sana, ninakujua ni mtu mahiri kidogo kwenye imani. Na tunakutegemea sana kwenye masuala haya. Kwa jambo lako bwana Sheikh Mahege na baraza letu la BAKWATA kwenye kata hii melipokea, tutalifanyia kazi. Baadaye tutakutana, nitakupata nafasi tuzungumze, kupenda nyongeza ya mawazo ya namna ya kulifanya jambo likawa jepesi zaidi. Umeona hadhara tulionayo hapa ni kwa sababu tu ya muda. Kama tungeamua kufanya jambo tungekusanya nusu hapa. Kwa hiyo tutashirikiana, Sheikh Mahege, sio na wasiwasi. Tutashirikiana ili kuona namna gani tunaweza kufanya ubunifu kidogo jambo likawa jepesi. Mengine tutapata wakati mwingine kwa sababu ya muda tutazungumza. Lakini moja ni washukuru kama Waislamu wenzangu namna tulivyoshirikiana pamoja katika kufanya majambo yetu yale. Walikuwa watu wema, watu rahimu sana, tulishirikiana kwenye mengi, tulikutana kwenye hadhara kama hizi katika maeneo mbalimbali, na inshallah Mwenyezi Mungu akaweka mikono yake, jambo likaenda vizuri. Kwa kweli mimi niwashukuru kwa sababu kupata hadhara ya namna hii kubwa kiasi hiki na kupata nafasi ya kuzungumza na wenzako ni baraka.
na yangu ni hayo, na niwaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana na shekhe na mashekhe wote mlioko hapa ili tuitengeneze Mbagala yetu vizuri. Imani ni sehemu muhimu sana katika kutengeneza mwanadamu, ni sehemu muhimu zaidi pengine kuliko chochote, kwa sababu ndio inayotengeneza msingi wa maadili, ndio inatengeneza mtazamo wa mwanadamu katika kuwatazama wenzake na mengine. Kwa hiyo ni muhimu kama viongozi tushiriki vizuri sana katika kuhakikisha jambo linalohusu imani linatengenezwa vizuri, ili watu wetu sasa wakawe katika mikono salama kimalezi. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asanteni sana. Shukrani sana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, itikieni. Namna hiyo umoja wa maimamu na walimu wa madrasa kata ya Twangoma mkiongozwa na shekhe wenu wa kata, tunatambua uwepo wenu. Sasa hivi kabla ya salama, niwaombe mashekhe wa kata wasimame wote. Mashekhe wa kata niwaombe, ndugu zangu, nisimameni wote, simameni mashekhe wa kata. Bismillah. Mpo 20. Haya, hawa mashekhe wa kata, mheshimiwa mbunge, kabla hajafanya wewe usifanye kitu kwanza. Ngoja nifanye mimi kwanza. Nafanya mimi mwenyewe. Nataka kunishikia? Haya. Sallallahu alaihi. Wanakuja kada kukimbia. Sallallahu alaihi. Shukrani. Ndio hivi bwana. Tukae bwana. Tukae chini. Shemaili. Mbunge, sasa ruhusa yako. Ukiamua Kama hivyo kumbe kuna mwingine kumbe kuna mwingine Shekizegero sio? Sawa. Haya, fanya unachoweza mbunge. Unachoweza? Uko ngapi msha? Au haraka kwa muda 11. Jambo lilofanya kama utakutana mimi baadaye. Salamu za bunge mtazipata. Salama sasa, mkaribisheni mgeni rasmi. Katibu wa wilaya pia ana salamu zake kwa niaba ya shekhi wa wilaya. Baada ya hapo sasa maiki ziende salamu kwa tafadhali bosi wangu. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itifaki kuzingatiwa, muda umekwenda, lakini wanataka nikifahamu mambo mawili au matatu. Kwanza tuzingatie aliyokuwa kuzungumza, lakini pia tujitahidi viongozi wa baraza tumewalika watu mbalimbali wenye hadhi na nafasi mbalimbali, lakini pia tutambue nafasi zetu na hadhi zetu kwa watu hao ambao tumefanyaje, tumewalika. Kuna mambo tunapaswa tuyafanye tukiwa wenyewe peke yetu, wasiwe watu wengine watatuona watu wa ajabu na watatushangaa. Kuna mambo ambayo tumeona kama ni utamaduni na utaratibu, lakini yanatudhalilisha. Inawezekana usielewe, lakini ukikaa pembeni unaweza ukaona kwamba hii ni kudhalilishana au kujidhalilisha. Kwa tusitoke katika utaratibu wetu. Kumbukeni kwamba mna dhima kubwa, mna nafasi kubwa, lakini pia jamii imekabidhiwa nyinyi
Kwa mnatakiwa tuendeshe jamii kama kioo cha jamii, tusitoke, tusiwe kama watu ambao hatujui nini tunafanya. Kuna majambo ambayo kabla hujafanya nataka ushauri, kaa na wenzio, ili unapokuwa unafanya majambo yaonekane kwamba nani amesema jambo lenye namna gani. Lakini utaratibu ambao pia si mzuri wa kuwatangazia mashehe nauli, sawa, yaani utaratibu ule sio mzuri, sawa. Mashehe wangu wakata si madhalili, ni mzuri, hawana viki ya namna hiyo. Kwa hiyo tusipeane asimama na diwani bunge, tutafanya watu siku watatufuata, tuona si watu ajabu sana. Nikasema ni aseme mbele hadharani, ili tusitoke nje ya utaratibu na sionekane vituko mbele za watu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna tangazo kidogo. Asante.